tunaweza kufanya hapa nyumbani. Mnanielewa? Ndio sababu nilisimama hapa nikawaambia mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Tutashughulika kama serikali, tumsaidie mkulima, atusaidie kuzalisha chakula zaidi, ndio tuondoe shida ya njaa taifa letu la Kenya. Mimi nasimama mbele yenu nikifurahi kwamba leo nimetembea hii Mount Elgon na nimeona nyinyi mmefanya bidii. Tuko na chakula ya ajabu kule shambani. Mumelima mahindi, mumelima viazi, mumelima mboga, mumelima vitunguu. Nyinyi ni watu wa ajabu. Mungu awabariki jameni, watu wa Mount Elgon hii. Tunaelewana? Na mulisikia mwito wetu wakati tuliwaambia njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula. Ile mbolea nilisimama hapa nikawaambia tutapunguza. Ile mulikuwa mnanunua 7,000, sasa nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 2,500. Na hamutaenda kutafuta mbali. Hapa Kapsokwony tunaweka mbolea yenu kwa store yenu hapa. Kule Cheptais tutawawekea yao. Hapo Kopsiro tutawawekea yao. Kimilili tutawawekea yao. Kule Chwele tutawawekea yao. Kila kona. Na huyu gavana wetu Lusaka tumekubaliana na yeye, nikifikisha hapa fertilizer yeye anasukuma inafika kwa wakulima. Tunakubaliana jameni? Na nyinyi mko na bidii ajabu. Nyinyi ni watu wa Mungu bwana. Nyinyi ni watu mbele sana. Mko chonjo. Sio kama tunaelewana? Kwanza wale watu wa kubeba masufuria na maandamano mumewaweka aibu. Kwa sababu mumewaonyesha ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula sio kubeba sufuria kwa kichwa na maandamano, ni kwenda shambani na kulima na kuleta chakula. Ni kweli ama si kweli? Sasa nikuulize wewe, mtu ya Kapsokwony, hata kama wewe ni mganga kiasi gani ama wewe ni hodari kiasi gani, hata ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka? Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni yote mbili? Watu ni bure sana. Ndio. So maneno hiyo. So mimi nawashukuru sana kwa sababu ya kuwa wakulima hapa Trans Nzoia, hapa Bungoma. Nyinyi mumeongoza Kenya kwa matumizi ya fertilizer na kuzalisha chakula yetu twende mbele. Ya tatu, tulikubaliana vile vile ya kwamba tutapanga ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Tulikubaliana ya kwamba tuko na vijana wengi hawana ajira. Na kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya tuko na mpango maalum ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Na tuko na mambo manne ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Number 1 ni mambo ya affordable housing. Mimi niliwaambia tutakuwa na ushuru maalum ya housing levy ambayo itatusaidia tujenge nyumba 1,200 Kenya kila mwaka na kuzalisha ajira 1,000,000 ya vijana hawa wa Kenya. Mimi nitarudi hapa Bungoma, tunafanya mambo ya kumalizia program yetu ya affordable housing. Nataka tujenge nyumba Bungoma 20,000 ya kwanza. Hiyo nyumba 20,000 tunahitaji vijana 30,000 ama 40,000 watakaofanya kazi kwa affordable housing. Vijana wa hapa, watu wa Mount Elgon, mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari kwa hiyo kazi? Mnanielewa? Hiyo ndio program yetu number 1. Program number 2, tumekubaliana pia na mjumbe wenu na MCAs. Kila ward, sikizeni vijana, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaleta kompyuta 200-300. Mahali tutaweka mtandao kamili. Na tumepanga ajira na Wamarekani na Wajerumani na wale wengine. Ile kazi mtafanya kwa mtandao mkiwa hapa Mount Elgon, lakini mnafanya kampuni iko Marekani, iko Ujerumani, ili nyinyi mpate ajira, muweke pesa kwa mfuko, ndio mtusaidie kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nauliza vijana wa hapa Kapsokwony, nyinyi mko tayari kwa digital jobs? Mko tayari kwa ajira? Mnanielewa? Akasa umwayo ole Numeje County. Lakini Ogas county ni sawa.
Lakini sikizeni, sio county ndio ya muhimu zaidi. Ya muhimu zaidi ni ajira ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa? Lazima tuwe na mpango ya vijana hawa kuwa na ajira. Okose? Kit nebo kamanut kosir ngalek chun alak tugul chun kararan county lakini matinye ngal county. Lakini korok ko lazima kepangan ajira nebo mreju. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, leo mimi naenda kuanzisha County Aggregation and Industrial Park ya Bungoma County. Kwa sababu tunataka pale tuwe na storage, tuwe na cold rooms, tuwe na program ya common user facility ya agroprocessing, ya value addition, ya manufacturing. Ndio kazi ya hawa vijana ipatikane na mazao yenu yote tuweze kukusanya, tufanyie value addition, pesa ifike kwa mkulima, kazi ipatikane kwa vijana, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Ndio tunaenda kujenga hiyo, tunaenda kuanzisha ujenzi. County government yenu ikiongozwa na Lusaka imeweka milioni 250. Mimi nimewawekea milioni 250. Tujenge County Aggregation and Industrial Park ya shilingi milioni 500 ili tuhakikisha kwamba mazao ya wakulima isipotee, na pia tusimamishe wakora na matapeli na brokers ambao wanaharibu biashara yenu ya kilimo. Muwe na soko ya sawasawa ambayo mtu hawezi kuwatapeli. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba tutaweka market infrastructure. Tunajenga soko zingine mpya 10 hapa Bungoma County. Soko ya Cheptais tumeweka kwa mpango. Soko ya Kopsiro tumeweka kwa mpango. Soko yenu hapa tutapanua. Soko tutaweka hapa Kiminini. Soko tunaweka Chwele. Soko tunahakikisha kwamba tunajenga hata kule Malakisi. Soko 10 mpya tunajenga hapa, ndio wakulima wetu wa county hii wapate infrastructure ya kupeleka mazao yao, ndio ipatikane bei ya sawasawa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi mumetulimia mahindi nyingi. Si ni kweli? Mimi nataka niwahakikishie serikali itasimama kidete. Leo tumetoa shilingi bilioni 2 ya kununua dryers. Ile itawasaidia kukausha mahindi yenu na kukausha mazao yenu. Na tutazileta hapa dryers ambazo ni mobile. Ili badala ya nyinyi kwenda kuanika mahindi yenu barabarani, sasa tutawapatia dryer itasimama hapa. 1 hour imekuwa tayari, wewe unashika mambo yako unasonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Okase? Mnanielewa? Vile vile mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia tutajenga hii barabara. Si namna hiyo? Hii barabara sasa tumejenga, imepita Kopsiro, Cheptais mpaka Chepkube. Lakini soko ya Magendo tulifunga. Ama yani ile Chepkube bado iko ya soko ya Magendo. Sisi ilifungwa. So ile kazi tunataka mfanye sasa. Hapa Mount Elgon kahawa mnapanda. Chai mnapanda. Sijui kama tunaelewana. Hiyo biashara tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Nilituma waziri hapa angalie, ndio tuhakikisha kwamba dunia hiyo inasonga mbele. Vile vile mimi nataka mnisikize kwa makini, kwa sababu tunataka kutembea kwa pamoja. Tunaelewana? Kenya hii hatuwezi kujenga kwa fujo ama vita ama maandamano ama kuharibu mali ama kuharibu barabara. Barabara hii tumejenga, na mimi nataka niwatangazie sasa hii ya kutoka hapa mpaka Kiminini hapa chini. Hii barabara pia tutaikamilisha. Hii barabara pia nimemwambia Murkomen atakuja hapa in the next 2 months. Nataka hii barabara ianzishwe na ikamilishwe, ndio nyinyi muweze kufanya biashara dunia hiyo yote. Si nyinyi mko na masoko huko? Ama tunaelewana? Na tuunganishe pia barabara ya kutoka hapa mpaka Trans Nzoia, ndio dunia hii ikae dunia ya sawa sawa. Tumekubaliana? Tunataka tushirikiane namna hiyo, tufanye kazi namna hiyo. Vijana hawa tuwapangie ajira, kilimo tupange vizuri, masomo ya watoto wetu tupange vizuri, na tuwe na nchi yenye amani. Tumeambia wale ndugu zetu wa upinzani, sisi hatuna matatizo na watu wa upinzani, wanafanya kazi na majukumu ya kikatiba. Lakini ile hatuwezi kukubali ni maandamano ya fujo, ya kuharibu mali ya wananchi, ya kuharibu biashara ya wananchi, ya kuchoma mali ya umma, kuchoma barabara. Hiyo maneno tumekataa. Hiyo ni kinyume ya katiba, ni kinyume ya sheria, ni kinyume ya demokrasia,
na ni kinyume ya uzalendo kama wananchi wa taifa letu la Kenya. We want a patriotic citizenry. Those of us in government must be patriotic to our nation. We must look after the resources of Kenya. Those in the opposition must equally be patriotic. They cannot participate in the sabotage of the economy of Kenya. They cannot participate in destruction of property and destruction of business and causing mayhem and chaos. That is not responsible opposition. That is opposition that sabotages the economy of Kenya, and it is unconstitutional, it is against the rule of law, it is undemocratic, and it is also unpatriotic. Sijui kama tunaelewana jameni. Watu wa hapa Mount Elgon kage kwa shine? Kwa shine? Omogena ngaliane? Omoje ngaliane? Omoje county? Angini Okaso. Ongen ulo kichop toy kay county. Ananong walali kityo bucha maonay. So bole. Monam jibarak missing. Wewe naman gani? You know, agaso. Ongen ole kale Bible. Kale usome. Amonyoru. Amoya sa mengwang. Usome ma usome gumi. Usome ngole. Sasa hii konyo boljo hii akwanene ba serikali ti. Omagtayano. Manene ba serikali ti. Konyo birjo kelele na bana enyu. Okaso. Ba unada kagas obwati ole itikyo. Jeni manena yo. Aso yes, amaje utebine ngom. Agogilge. Mimi nataka watu wa kufanya bidii. Tunaelewana? Na tuunganishe Kenya. Na muunganishe kaunti yenu ya Bungoma. Iwe ni kaunti yenye iko na msimamo mmoja. Tutembee pamoja. Tumesema siasa ya ukabila hatutaki. Tumesema siasa ya kugawana hatutaki. Siasa ya fujo. Siasa ya kitendawili na mambo ya upuzi. Sisi hapana nataka kwa hii taifa letu la Kenya. Ama namna gani Mount Elgon? Tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja? Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Haya. Si mnajua mimi niko na deputy. Anaitwa nani? Rigiji. Ako area ndio huyu hapa. Wacha wasalimie. Watu ya mlima. Hapa ni kwa mlima Elgon. Si mnajua hata mimi ni mtu ya mlima. Ile mlima ingine ya Kenya. Si nilimwambia hiyo milima hii iwili ikishikana maneno imeisha. Huyu ni rais wetu ama si yeye? Mimi naona kama si yeye. Naona kama si yeye. Ako wapi? Ndio huyu. Huyu alikuwa anachunga kuku. Ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunataka tuseme asante watu ya mlima. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nataka niseme asante kwa nyinyi. Unajua mlipomsaidia rais nilisaidika hapo. Na si mnajua nilikuwa kwa shida mingi. Si wale watu walikuwa wanataka kunifunga. Saa ile mlipigia huyu rais akapata na mimi nikapona. Nataka niseme asante. Na mimi nikiwa hapa tunataka tuseme tumepita juu, tumeona vile mumelima mahindi. Nyinyi ni wakulima hodari, nataka tuseme asante. Na hivi karibuni tumeanza kuandikisha tena wale wakulima ambaye hawakuandikishwa ndio waweze kupata mbolea ya 2,500 muongeze mazao. Hapo tutakuwa tukiandikisha wale akina mama na wazee zaidi ya miaka 70 waweze kupata marupurupu yao. Si hiyo tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tunaheshimu nyinyi sana. Na huyu rais wetu si anajaribu? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Si mlisikia ile mzee alikuwa anajaribu kuingilia yeye? Si alikuwa ameleta maandamano? Tumekwamisha yeye. Mmemsikia tena? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Tuko pale, rais anaendelea mambo ya uchumi, sisi ndio tunaangalia. Tukiona hiyo mzee karibu na jaribu kukaribia Ikuru, tumeweka mtego kila pahali kwa ukuta, hakuna pahali anaweza pitia. Na akijaribu tuta deal na yeye. Tumekubaliana? Sasa nyinyi watu ya mlima, unajua mimi nimezoea kulala kwa mlima. Sasa nimelala hapa Kakamega sipati usingizi.
kwa sababu nilizoea kulala karibu na muli. Mtanitafutia shamba hapa nikuje nijenge hapa? Mtanitafutia? Kabisa. Haya, chama yenu ni gani? Gani? Ile ya Wirubaru. Ile kiongozi yake ni William Ruto. Ndio chama yenu. Hapo ndio mmesimama. Harambee. Harambee. Wacha nione watu ya UDA, watu ya UDA, watu ya UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuko hapa na Hari Kimutai ambaye ni PS wetu, mpigeni makofi kutoka Mount Elgon. Tuko hapa na dada yetu Jebe. Mwonge Jebe dini? Alitafuta kiti lakini nyinyi mlimzamisha, lakini nitampanga hapo mbele. Ndio? Mpanga hapo mbele. Haya, niko pale na Masudi, pia ni kijana wa area hii. Niko na Jemotei, pia ni kijana wa area hii. Niko na Mogosu hapo. Niko na deputy governor wetu jameni. Pasta huyo. Na niko na deputy governor wetu wa kutoka Tanzania. Ngeni makofi. Haya, madividi. Haya. Mount Elgon hoye. Mount Elgon hoye. Ebu peperusha nione kama mmefika kwa wingi. Asante sana. Wakati ule mwingine tulikuja hapa, wakati huo rais wetu alikuwa akiwa deputy president na akifanya campaign. Si namna hiyo? Lakini leo amerudi kama nani? Amerudi kama nani? Haya, sisi tuko na yeye bega kwa bega, tunataka tushikane na yeye. Amesema kwamba mambo ya kukaa kwa ofisi Nairobi atapunguza. Siku 3 peke yake kule Nairobi, alafu aende nje. Lakini wiki hii siku 5 nzima serikali yake imekuja mkoa wa Magharibi, anafanya kazi kutoka hapa. Sio ni mambo mazuri? Twanga makofi bwana. Yeye ataendesha mambo ya kiserikali ya kitaifa akiwa hapa. Na nyinyi watu wa Mount Elgon mlisimama imara, mlipiga kura ile ya bumper to bumper. Bumper to bumper. Hakuna ile ilienda nje, si namna hiyo. Tunawashukuru sana kwa kusimama imara, na mimi na imani tukishirikiana hivyo tutaenda mbele. Na mimi nazidi kusema, tukiwa hapa mtusaidie kwa kitu kimoja. Muwe number 1 kwa kuchunga mazingira yetu. Climate change, yeye ndio champion wa Afrika. Na sisi tunataka mtusaidie kabisa ili misitu yetu iwe sawa. Asanteni sana. Sasa mipase sauti kwa Papa wa Roma. Asante. Wapi nduru ya spika wetu jameni? Ndugu wa Kapsokwony, mjambo? Chama gei wamune mulembe. Tuko hapa na rais wetu. Wakati tulikuwa tuna campaign tulisimama hapa mara 2. Tukakuwa pale Kaptama, kule Cheptais na Bungoma mzima. Na ndugu zangu, for the first time Bungoma tulipiga kura moja. Mulima na kule chini tuliangusha kura kwa kikapo moja. Na alikuwa ni ya nani? William Samoei Ruto. Si yeye ndiye rais yetu sasa? Na yeye amekuwa kama ule mtu mzuri wa Biblia. Yesu aliponya watu 10, ni mmoja tu alirudi kusema nini? Asante. Na amerudi kusema asante. Amerudi kuleta maendeleo. Muchi changa Kimilili kwa biashara. Sasa mesikia hii barabara kuteremuka mpaka kwa soko itamalizika. Lami kiweka kutoka hapa kwenda Kimilili ni dakika 5. Kwenda Chwele ni dakika 20. Kwenda kule na Mwela barabara ni lami. Kwenda Kamukuywa ni lami. Ametupangia hii ya kupitia hapa Machewa mpaka Kitale.
pia hiyo itakuwa ni lami. Sio ni maendeleo? Jambo ambayo tutashughulika zaidi ni mambo ya maji hapa Mount Elgon, kwa sababu mito yote inateremuka. Kuna mpango tuweke damu kubwa huku Mount Elgon, ili maji ikitoka hapa iteremuke mpaka kule Cheptais, ikuje huku mpaka kule Kaptama. Pia tukunywe maji ya tap. La mwisho, ndugu zangu, ni kuwaomba tu unga serikali mkono. Tulisimama hapa tukasema mbolea itateremuka, si imeteremuka? Sasa serikali ya Bwana Ruto William, rais wetu, inapanga mambo ya masoko. Mahindi yetu isichukulie kiholela kwa korokoro shilingi 50. Pia mkulima apate haki ya jasho yake, na hivyo ndivyo itakuwa. Asante sana. Kongoi mising murio muno. Niko hapa na mbunge wetu Bwana Kabondi awasalimie. Frederick. Rais wetu mpendwa, Naibu wa Rais Kiji, Prime Cabinet Secretary, Speaker na viongozi wote, hamjambo. Rais mwenyewe umejionea watu wa Mount Elgon, watu wa Kapsokwony wanakupenda sana, na nimekuambia tukikuja pamoja, hao watu hawana mambo mengi, ni mambo matatu peke yake. Hiyo ingine ni bonus ya primary ya Kapsokwony na Kapsokwony High School, tunasema asante. Kwa hii barabara mpaka Chepkube tunasema asante. Na tunasema pia asante kwa sababu tayari umekubali Murkomen atakuja kukamilisha barabara kwenda Kimilili. Hii ilikuwa jambo moja muhimu ya watu wa Kapsokwony. Ya pili muhimu, wakati ya constitutional review next year, Your Excellency, hii Mount Elgon ni kubwa sana. Hata mimi kama kiongozi kufuta kutoka kule Chebombay Chebwek mpaka Chebombay Koboyo huwa nachoka. So Your Excellency, au wananchi wanakuomba kwa roho mkunjufu, kwa unyenyekevu, utuona kwa roho ya huruma, na utupatie tu na constituencies mbili. Maendeleo itakuwa haraka na mama mengi itatendeka. Na ya mwisho, kwa Speaker of Kapsokwony, kando bonde mbiu President kumuchogoreni enyo ogoma gesopcho amajomwa biik ab Kapsokwony ogoma gesopcho mugenya gap muchogoroni kogebotye nguje Yesu kunyo ngonyo bosomogi kunyo kotweche ngadeke oba county ndenei kokasi akokas kikokmwa muchogoreti president yenyo kakas akokumwoki motoror kupsirout momenipata mambo mingi. Ngoja tujipange kwa miguu yake. Moge sopcho. Your Excellency, ningependa tu kutambua other professionals. Umetambua PS, barabara ametangaza imeisha. Tuko na other professionals hapa. Iko Bwana Shikuku, yuko hapa. Alafu yuko professor. Huyu ni professor peke yake ina public university, mwenye ako deputy vice chancellor. Mimi Masai Mara. So nasema asante. Governor atatambua MCS. Alafu tuko utatambua Mheshimiwa Bokoze.
Ngalekab KMTC. Ngoja niwaeleze. Kwa sababu rais wetu anaelewa. KMTC county ilituanzishia. Imefika mahali. Lakini katika Kenya iko counties, iko KMTC 21 wanataka ku hiyo operational kwanza. Kunyagembita phase 2 hata kwa CDF pesa inaingia kwa KMTC. So tusileta mambo mingi mbio. Mambo mingi sisi tunamaliza. Kwa kazi? Haya wangapi chumuege na Arab Ruto potego rani kupchunio kutorora unye. Asanteni sana. Haya. Ojamune. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Naibu wa Rais, Spika wetu, Prime Cabinet Secretary, wabunge, viongozi wenzangu, Jamune. Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru kwamba kila wakati unatembea kaunti ya Bungoma hujasahau upande huu wa mlima Elgon. Na hawa watu walitupigia kura mtu kwa mtu. Wewe, mimi, senator na viongozi wengine wote. Hapa wakati huu tuko na George Kwemoi ambaye ni MCA wetu wa hapa. Tuko na Francis Chemion ambaye ni wa Kaptama Ward. Tuko na Joan Kurong ambaye ni wa Kapkatenyi Ward. Tuko na Honorable Kengere Chebyuk Ward mahali tumetoka. Tuko na Sero Chesikaki na Honorable Cheseto kutoka Cheptais. Andrew Kipke MCA Kinyoro kutoka upande wa Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, kama kuna jambo umesema watu watalala leo, ni hii barabara ya kutoka hapa kwenda Kimilili kuwekwa lami. Walikuwa wamenituma, unajua wanafikiria naongea na wewe kila siku kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa hivyo hiyo tunashukuru sana sana sana. Na mengine ile ambayo wamekuomba. Mimi wakati nimechukua uongozi, deputy wangu anatoka hapa. Na aongee. Okay, dakika moja. Pick up Kapsokwony Jamune. Wajamagemi Kova ibaitu. Your Excellency Mheshimiwa Ruto. Nasema kama mama kutoka mlima huu, karibu sana. Keje mingmisin. Na nataka nikukumbushe jambo moja. Huyu Mungu anasikia maombi na anajibu. Ile kesi ilikuwa hek. Tulikuja tukaomba hapa primary, tukapika magoti, tukamlilia Mungu na kesi yako ikaisha. Kwa hivyo hii mlima ina maana sana. Nataka nikushukuru kwa sababu umetuambia yale maneno tulikuambia, umetujibu, tunasema asante. Yale ambaye hawa watu wangali wanangojea, umetuambia, lakini lazima tuseme kama viongozi, mambo ya majani chai. Sisi hawa watu wa mlima tumeanza kupanda chai. Na gavana wetu ameweka pesa ya kununua shamba na ya kununua miche. Kwa hivyo kama wewe kama baba yetu utatutafutia hiyo factory ijengwe mara moja, hii watu mambo yao itakuwa imeisha. Jambo lingine mheshimiwa, hii hospitali yetu ni sub county hospital. Lakini ukiangalia status yake si mzuri. Tunaomba ututafutie kitu huko juu, tutengeneze na tu-upgrade hospitali. Asante sana, tunakupenda, na ile nilikuambia huko watu wetu wamesema tutakuja. Basi. Simama anatosha. Basi kwa sababu akiongea ni serikali ya kaunti ya Bungoma imeongea. Mambo ya majani chai alituma waziri na tukatembea na najua atatekeleza. Kwa hivyo mimi tu ni kusema kongoi kabisa kwa kuja kwa wingi kukaribisha rais wetu. Kwa sababu ya mtu hatutapea yule wa Trans Nzoia aweze kuzungumza, pengine rais pengine akikubali ainue tumkono, salimia dakika moja tafadhali. Pick up Kapsokwony Chamagei. Chamagei. Your Excellency President, tunashukuru sana kwa kukuja Kapkugo. Sisi na watu wa Trans Nzoia ni jamii moja. Sisi wote ni watu wa the same communities in both counties. Tunashukuru sana. Mimi nataka tu kukuomba ukuje ututembelee pia uko Trans Nzoia. Tunashukuru sana. Thank you very much.
Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Unajua rais anajua hata jina nyinyi hamjui. Unajua rais wetu uzuri wake anajua Bungoma hii kuliko hata sisi wenye tunakaa hapa, kwa sababu amesunguka huku sana. Mambo ya mbolea vile amesema, tutahakikisha kwamba ikikuja mimi nitafikisha paka nyumbani, kila mtu aweze kupata mbolea. Na sisi pia tuko na program ya kupatia subsidized fertilizer, ile tunapeana bure, mwaka ujao tutapeana. Na ile imekuja, umeona vile mahindi imekuwa, kwa hivyo tunakushukuru sana. Mambo ya maji vile imezungumzwa, tutahakikisha kwamba ile dam ulisema itawekwa kubwa, itawekwa huku ili watu wa chini wakikunywa maji, watu wa huku juu pia wanakunywa maji. Mambo ya street lights tumetengeneza. Kwa hivyo tuko katika program ya kupeleka kaunti yetu mbele. Mengine umesikia. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Mheshimiwa Musalia na Papa wa Roma na waajiri wangu wa Disemba mwaka uliopita, hamjambo. Mimi kwanza ni kuambia asante kwa sababu mlinipa kibali kuwa seneta wa kaunti ya Bungoma. Jambo la pili, lisilowezekana na binadamu kwa Mungu linawezekana. Nimekuja kuambia asante. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Mount Elgon, nilipoomba kura niliwaambia the people of Mount Elgon are not children of a lesser God. Mungu wa watu wa Mount Elgon ndio Mungu wa watu wa Bumula. Kweli si kweli? Mheshimiwa, huko nyuma kumekuwa na shida insecurity hapa. Watu wamekuwa wakipigwa marisasi hapa, tukipeana ilani maafisa fulani wafurushwe walete wale wa kufanyia watu kazi. Kweli si kweli? Na sisi tunakubaliana kama viongozi. Mimi siwezi ona mtu akimwaga damu nikanyamaza. Lazima nitetee Msabot, Mteso, Mbukusu na Mbatura kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Kweli si kweli? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, watu wamekuwa wanakata miti hapa na hawa watu wa area hii wanakula kwa macho. Wanaomba Mheshimiwa, siku za kula kwa macho zikwishe, hawa pia wakae kwa meza wakule kama watu wengine. Kweli si kweli? Mheshimiwa Rais, wanaomba zile nafasi za jeshi, za walimu na kila kitu, hawa watu wa Mount Elgon pia wawekwe ndani. Tunaweza hatuwezi? Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, walinipigia kura kuleta pesa Bungoma. Mwezi uliopita serikali yako imewachilia milioni 888. Mwezi huu inaleta milioni 696. Sio ni pesa? Mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Governor. Mimi naleta pesa, yeye anafanya kazi. Na tumekubaliana mtu akiiba pesa ya watu wa Bungoma, nitaonana na yeye mundu. Kwa hayo mengi na Mungu awabariki sana. Hapa tuko na ndugu yetu John Waluke. Hapa tuko na Jebe, huyu mrembo wenu. Hapa tuko na Adam Chemayek alisimama kura lakini haikutosha. Si ndio? Ndio unaona Kapondi anamtetea ikatwe ndio pengine apate kitu. Si ndio? Na hiyo kazi nitashughulikia. Unaona? Na hawa wadosi wengine wote kwa sababu ya masaa tuko na shughuli nyingine mingi. Haya, wewe sema moja. Daktari William Samoei Ruto kwa niaba ya watu ya Mount Elgon, na unajua hii Mount Elgon inaenda mpaka kule Endebe, si ndio? Mimi nataka kukushukuru, na sisi tunasimama na wewe kwa sababu wewe ni damu yetu, si ndio? Sisi tunasimama na wewe katika vyovyote vile, na tunataka kushukuru pia Rigiji kwa sababu wakati kila mtu alikuwa na kuhama, yeye alisimama na wewe. Kwa hivyo sisi ikifika wakati tutarudisha mkono. Amngalek chokaje ngalal jobo county akanjeba mot. Magage mwa kunjinyo njinga tiaje la taune endebesi akajeb kube. Maunyoto Mungu awabariki, asanteni sana. Bas,
Watu wa Kapsokwony, Bwana Yesu asifiwe. Rais amefika hajafika? Si amesema barabara hii itawekwa lami? Na sisi ni watu ya kujipanga. Huko mbele si maneno yuko sawa? Si mimi ndio bishop. Hiyo kazi naweza ama siwezi? Ninasukuma hiyo kazi. Lusaka akienda nyumbani. Haya, nione wale wakisema hiyo kazi mimi naweza. Mungu awabariki sana. Anyway, so watu wa hapa Kapsokwony tumekubaliana jameni. So mimi nawapenda sana. Amwa ya legongoi mi sing amuga ota jaji ngorani kimakwa kita katukul na mie ngalekchu na lakchu mbraga ko sinyiga ngalal bedu tage engtaban yo monge na kwego ngalale siko bangan naweza kufanya hapa nyumbani. Mnanielewa? Ndio sababu nilisimama hapa nikawaambia mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Tutashughulika kama serikali, tumsaidie mkulima, atusaidie kuzalisha chakula zaidi, ndio tuondoe shida ya njaa taifa letu la Kenya. Mimi nasimama mbele yenu nikifurahi kwamba leo nimetembea hii Mount Elgon na nimeona nyinyi mmefanya bidii. Tuko na chakula ya ajabu kule shambani. Mumelima mahindi, mumelima viazi, mumelima mboga, mumelima vitunguu. Nyinyi ni watu wa ajabu. Mungu awabariki jameni, watu wa Mount Elgon hii. Tunaelewana? Na mulisikia mwito wetu wakati tuliwaambia njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula. Ile mbolea nilisimama hapa nikawaambia tutapunguza. Ile mulikuwa mnanunua 7,000, sasa nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 2,500. Na hamutaenda kutafuta mbali. Hapa Kapsokwony tunaweka mbolea yenu kwa store yenu hapa. Kule Cheptais tutawawekea yao. Hapo Kopsiro tutawawekea yao. Kimilili tutawawekea yao. Kule Chwele tutawawekea yao. Kila kona. Na huyu gavana wetu Lusaka tumekubaliana na yeye. Nikifikisha hapa fertilizer, yeye anasukuma inafika kwa wakulima. Tunakubaliana jameni? Na nyinyi mko na bidii ajabu. Nyinyi ni watu wa Mungu bwana. Nyinyi ni watu mbele sana. Mko chonjo. Sio kama tunaelewana? Kwanza wale watu wa kubeba masufuria na maandamano mumewaweka aibu. Kwa sababu mumewaonyesha ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula sio kubeba sufuria kwa kichwa na maandamano, ni kwenda shambani na kulima na kuleta chakula. Ni kweli ama si kweli? Sasa nikuulize wewe mtu ya Kapsokwony, hata kama wewe ni mganga kiasi gani ama wewe ni hodari kiasi gani, hata ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Watu ni bure sana. Ndio. So maneno hiyo. So mimi nawashukuru sana kwa sababu ya kuwa wakulima hapa Trans Nzoia, hapa Bungoma. Nyinyi mumeongoza Kenya kwa matumizi ya fertilizer na kuzalisha chakula yetu twende mbele. Ya tatu, tulikubaliana vile vile ya kwamba tutapanga ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Tulikubaliana ya kwamba tuko na vijana wengi hawana ajira. Na kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya tuko na mpango maalum ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Na tuko na mambo 4 ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Number 1 ni mambo ya affordable housing. Mimi niliwaambia tutakuwa na ushuru maalum ya housing levy ambayo itatusaidia tujenge nyumba 1,200 Kenya kila mwaka na kuzalisha ajira 1,000,000 ya vijana hawa wa Kenya. Mimi nitarudi hapa Bungoma, tunafanya mambo ya kumalizia program yetu ya affordable housing. Nataka tujenge nyumba Bungoma 20,000 ya kwanza. Hiyo nyumba 20,000 tunahitaji vijana 30,000 ama 40,000 watakaofanya kazi kwa affordable housing. Vijana wa hapa, watu wa Mount Elgon, mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari kwa hiyo kazi? Mnanielewa? Hiyo ndio program yetu number 1. Program number 2,
Tumekubaliana pia na mjumbe wenu na MCAs. Kila ward, sikizeni vijana, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaleta kompyuta 200-300. Mahali tutaweka mtandao kamili. Na tumepanga ajira na Wamarekani na Wajerumani na wale wengine. Ile kazi mtafanya kwa mtandao mkiwa hapa Mount Elgon, lakini mnafanya kampuni iko Marekani, iko Ujerumani, ili nyinyi mpate ajira, muweke pesa kwa mfuko, ndio mtusaidie kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nauliza vijana wa hapa Kapsokwony, nyinyi mko tayari kwa digital jobs? Mko tayari kwa ajira? Mnanielewa? Akasa umwaye oleno meje county. Lakini county ni sawa. Lakini sikizeni, sio county ndio ya muhimu zaidi. Ya muhimu zaidi ni ajira ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa? Lazima tuwe na mpango ya vijana hawa kuwa na ajira. Okose? Kit nebo kamanut kosir ngalek chun alak tugul chun kararan county lakini matinye ngal county. Lakini korok ko lazima kepangan ajira nebo mreju. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, leo mimi naenda kuanzisha County Aggregation and Industrial Park ya Bungoma County. Kwa sababu tunataka pale tuwe na storage, tuwe na cold rooms, tuwe na program ya common user facility ya agroprocessing, ya value addition, ya manufacturing. Ndio kazi ya hawa vijana ipatikane na mazao yenu yote tuweze kukusanya, tufanyie value addition, pesa ifike kwa mkulima, kazi ipatikane kwa vijana, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Ndio tunaenda kujenga hiyo, tunaenda kuanzisha ujenzi. County government yenu ikiongozwa na Lusaka imeweka milioni 250. Mimi nimewawekea milioni 250. Tujenge County Aggregation and Industrial Park ya shilingi milioni 500. Ili tuhakikisha kwamba mazao ya wakulima isipotee, na pia tusimamishe wakora na matapeli na brokers ambao wanaharibu biashara yenu ya kilimo. Muwe na soko ya sawasawa ambayo mtu hawezi kuwatapeli. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba tutaweka market infrastructure. Tunajenga soko zingine mpya 10 hapa Bungoma County. Soko ya Cheptais tumeweka kwa mpango. Soko ya Kopsiro tumeweka kwa mpango. Soko yenu hapa tutapanua. Soko tutaweka hapa Kiminini. Soko tunaweka Chwele. Soko tunahakikisha kwamba tunajenga hata kule Malakisi. Soko 10 mpya tunajenga hapa, ndio wakulima wetu wa county hii wapate infrastructure ya kupeleka mazao yao, ndio ipatikane bei ya sawasawa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi mumetulimia mahindi nyingi. Si ni kweli? Mimi nataka niwahakikishie serikali itasimama kidete. Leo tumetoa shilingi bilioni 2 ya kununua dryers. Ile itawasaidia kukausha mahindi yenu na kukausha mazao yenu. Na tutazileta hapa dryers ambazo ni mobile. Ili badala ya nyinyi kwenda kuanika mahindi yenu barabarani, sasa tutawapatia dryer itasimama hapa. 1 hour imekuwa tayari, wewe unashika mambo yako unasonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Okase? Mnanielewa? Vile vile mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia tutajenga hii barabara. Si namna hiyo? Hii barabara sasa tumejenga, imepita Kopsiro, Cheptais mpaka Chepkube. Lakini soko ya Magendo tulifunga. Ama yani ile Chepkube bado iko ya soko ya Magendo. Sisi ilifungwa. So ile kazi tunataka mfanye sasa. Hapa Mount Elgon kahawa mnapanda. Chai mnapanda. Sijui kama tunaelewana. Hiyo biashara tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Nilituma waziri hapa angalie, ndio tuhakikisha kwamba dunia hiyo inasonga mbele. Vile vile mimi nataka mnisikize kwa makini, kwa sababu tunataka kutembea kwa pamoja. Tunaelewana? Kenya hii hatuwezi kujenga kwa fujo ama vita ama maandamano ama kuharibu mali ama kuharibu barabara. Barabara hii tumejenga, na mimi nataka niwatangazie sasa hii ya kutoka hapa mpaka Kiminini hapa chini. Hii barabara pia tutaikamilisha. Hii barabara pia nimemwambia Murkomen atakuja hapa in the next 2 months. Nataka hii barabara ianzishwe na ikamilishwe, ndio nyinyi muweze kufanya biashara dunia hiyo yote. Si nyinyi mko na masoko huko?
Ama tunaelewana? Na tuunganishe pia barabara ya kutoka hapa mpaka Trans Nzoia, ndio dunia hii ikae dunia ya sawa sawa. Tumekubaliana? Tunataka tushirikiane namna hiyo, tufanye kazi namna hiyo. Vijana hawa tuwapangie ajira, kilimo tupange vizuri, masomo ya watoto wetu tupange vizuri, na tuwe na nchi yenye amani. Tumeambia wale ndugu zetu wa upinzani, sisi hatuna matatizo na watu wa upinzani, wanafanya kazi na majukumu ya kikatiba, lakini ile hatuwezi kukubali ni maandamano ya fujo, ya kuharibu mali ya wananchi, ya kuharibu biashara ya wananchi, ya kuchoma mali ya umma, kuchoma barabara. Hiyo maneno tumekataa. Hiyo ni kinyume ya katiba, ni kinyume ya sheria, ni kinyume ya demokrasia, na ni kinyume ya uzalendo kama wananchi wa taifa letu la Kenya. We want a patriotic citizenry. Those of us in government must be patriotic to our nation. We must look after the resources of Kenya. Those in the opposition must equally be patriotic. They cannot participate in the sabotage of the economy of Kenya. They cannot participate in destruction of property and destruction of business and causing mayhem and chaos. That is not responsible opposition. That is opposition that sabotages the economy of Kenya, and it is unconstitutional, it is against the rule of law, it is undemocratic, and it is also unpatriotic. Sijui kama tunaelewana jameni. Watu wa hapa Mount Elgon kage kwa shine? Ogo kwa shine? Omagena ngaliane? Omoje ngaliane? Omoje county? Angini okaso. Ongen ulo kichoptoi kai county. Ananong walali kityo bocha maonai. So bole. Monam jibarak missing. Wewe namna gani? You know, agaso. Ongen ole kale Bible kale usome amonyoru amoya same ngong usome ma usom gumi usome ngore. Sasa hii konyo boljo hii akwanene ba serikali ti omaktayano manene ba serikali ti konyo birjo kelele ne banenyu okazo wauno da kagas obwati ole itikyo jeni maneno hiyo sasa amaje utebine ngom agogilge. Mimi nataka watu wa kufanya bidii. Tunaelewana? Na tuunganishe Kenya na muunganishe kaunti yenu ya Bungoma iwe ni kaunti yenye iko na msimamo mmoja. Tutembee pamoja. Tumesema siasa ya ukabila hatutaki. Tumesema siasa ya kugawana hatutaki. Siasa ya fujo, siasa ya kitendawili na mambo ya upuzi, sisi hapana nataka kwa hii taifa letu la Kenya. Ama namna gani Mount Elgon? Tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja? Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Haya. Si mnajua mimi niko na deputy. Anaitwa nani? Rigiji. Ako area ndio huyu ako. Wacha wasalimie. Watu ya mlima. Hapa ni kwa mlima Elgon. Si mnajua hata mimi ni mtu ya mlima. Ile mlima ingine ya Kenya. Si nilimwambia hiyo milima hii iwili ikishikana maneno imeisha. Huyu ni rais wetu ama si yeye? Mimi naona kama si yeye. Naona kama si yeye. Ako wapi? Ndio huyu. Huyu alikuwa anachunga kuku. Ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunataka tuseme asante watu ya mlima. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nataka niseme asante kwa nyinyi. Unajua mlipomsaidia rais nilisaidika hapo. Na si mnajua nilikuwa kwa shida mingi. Si wale watu walikuwa wanataka kunifunga. Saa ile mlipigia huyu rais akapata na mimi nikapona. Nataka niseme asante. Na mimi nikiwa hapa tunataka tuseme tumepita juu, tumeona vile mumelima mahindi. Nyinyi ni wakulima hodari, nataka tuseme asante. Na hivi karibuni tumeanza kuandikisha tena wale wakulima ambaye hawakuandikishwa ndio waweze kupata mbolea
ya 2,500 muongeze mazao. Hapo hapo tutakuwa tukiandikisha wale akina mama na wazee zaidi ya miaka 70 waweze kupata marupurupu yao. Si hiyo tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tunaheshimu nyinyi sana. Na huyu rais wetu si anajaribu? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Si mlisikia ile mzee alikuwa anajaribu kuingilia yeye? Si alikuwa ameleta maandamano? Tumekwamisha yeye. Mumemsikia tena? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Tuko pale, rais anaendelea mambo ya uchumi, sisi ndio tunaangalia. Tukiona hiyo mzee karibu na jaribu kukaribia Ikuru, tumeweka mtego kila pahali kwa ukuta, hakuna pahali anaweza pitia. Na akijaribu tuta deal na yeye. Tumekubaliana? Sasa nyinyi watu ya mlima, unajua mimi nimezoea kulala kwa mlima. Sasa nimelala hapa Kakamega sipati usingizi. Kwa sababu nilizoea kulala karibu na mlima. Mtanitafutia shamba hapa nikuja nijage hapa? Mtanitafutia? Kabisa. Haya, chama yenu ni gani? Gani? Ile ya Wirubaru. Ile kiongozi yake ni William Ruto. Ndio chama yenu. Hapo ndio mumesimama. Harambe. Harambe. Wacha nione watu ya UDA, watu ya UDA, watu ya UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakati microphone inapelekwa pale, tuko hapa na Hari Kimutai ambaye ni PS wetu, mpigeni makofi kutoka Mount Elgon. Tuko hapa na dada yetu Jebe. Monge Jebe dini? Alitafuta kiti lakini nyinyi mlimzamisha, lakini nitampanga hapo mbele. Ndio? Nitampanga hapo mbele. Haya, niko pale na Masudi, pia ni kijana wa area hii. Niko na Jemotei, pia ni kijana wa area hii. Niko na Mogosu hapo. Niko na deputy governor wetu jameni, Pastor huyo. Na niko na deputy governor wetu wa kutoka Tanzania. Ngeni makofi. Haya, madividi. Haya. Mount Elgon hoye. Mount Elgon hoye. Ebu peperusha nione kama mmefika kwa wingi. Asante sana. Wakati ule mwingine tulikuja hapa, wakati huo rais wetu alikuwa akiwa deputy president na akifanya campaign. Si namna hiyo? Lakini leo amerudi kama nani? Amerudi kama nani? Haya, sisi tuko na yeye bega kwa bega, tunataka tushikane na yeye. Amesema kwamba mambo ya kukaa kwa ofisi Nairobi atapunguza. Siku 3 peke yake kule Nairobi, alafu aende nje. Lakini wiki hii siku 5 nzima serikali yake imekuja mkoa wa Magharibi, anafanya kazi kutoka hapa. Sio ni mambo mazuri? Twanga makofi bwana. Yeye ataendesha mambo ya kiserikali ya kitaifa akiwa hapa. Na nyinyi watu wa Mount Elgon mlisimama imara, mlipiga kura ile ya bumper to bumper. Bumper to bumper. Hakuna ile ilienda nje, si namna hiyo. Tunawashukuru sana kwa kusimama imara, na mimi na imani tukishirikiana hivyo tutaenda mbele. Na mimi nazidi kusema, tukiwa hapa mtusaidie kwa kitu kimoja. Muwe number 1 kwa kuchunga mazingira yetu. Climate change, yeye ndio champion wa Afrika. Na sisi tunataka mtusaidie kabisa ili misitu yetu iwe sawa. Asanteni sana. Sasa mipase sauti kwa Papa wa Roma. Asante. Wapi nduru ya spika wetu jameni? Ndugu wa Kapsokwony, mjambo? Chama gay? Wamune? Mulembe? Tuko hapa na rais wetu. Wakati tulikuwa tuna campaign tulisimama hapa mara 2. Tukakuwa pale Kaptama, kule Cheptais na Bungoma mzima. Na ndugu zangu, for the first time Bungoma tulipiga kura moja.
mlima na kule chini tuliangusha kura kwa kikapo moja, na alikuwa ni ya nani? William Samoei Ruto. Si yeye ndiye rais yetu sasa? Na yeye amekuwa kama ule mtu mzuri wa Biblia. Yesu aliponya watu 10, ni mmoja tu alirudi kusema nini? Asante. Na amerudi kusema asante. Amerudi kuleta maendeleo. Muchi changa Kimilili kwa biashara. Sasa mmesikia hii barabara kuteremuka mpaka kwa soko itamalizika. Lami kiweka kutoka hapa kwenda Kimilili ni dakika 5. Kwenda Chwele ni dakika 20. Kwenda kule na Mwela barabara ni lami. Kwenda Kamkuywa ni lami. Ametupangia hii ya kupitia hapa Machewa mpaka Kitale. Pia hiyo itakuwa ni lami. Sio ni maendeleo? Jambo ambayo tutashughulika zaidi ni mambo ya maji hapa Mount Elgon. Kwa sababu mito yote inateremuka. Kuna mpango tuweke damu kubwa huku Mount Elgon, ili maji ikitoka hapa iteremuke mpaka kule Cheptais, ikuje huku mpaka kule Kaptama. Pia tukunywe maji ya tap. La mwisho, ndugu zangu, ni kuwaomba tu unga serikali mkono. Tulisimama hapa tukasema mbolea itateremuka, si imeteremuka? Sasa serikali ya Bwana Ruto William, rais wetu, inapanga mambo ya masoko. Mahindi yetu isichukulie kiholela kwa korokoro shilingi 50. Pia mkulima apate haki ya jasho yake. Na hivyo ndivyo itakuwa. Asante sana. Kongoi mising murio muno. Niko hapa na mbunge wetu Bwana Kabondi awasalimie. Frederick. Naibu wa Rais Kiji, Prime Cabinet Secretary, Speaker na viongozi wote, hamjambo. Rais, mwenye umejionea watu wa Mount Elgon, watu wa Kapsokwony wanakupenda sana. Na nimekuambia tukikuja pamoja, hao watu hawana mambo mengi. Ni mambo matatu peke yake. Hiyo ingine ni bonus ya primary ya Kapsokwony na Kapsokwony High School, tunasema asante. Kwa hii barabara mpaka Chepkube tunasema asante. Na tunasema pia asante kwa sababu tayari umekubali Murkomen atakuja kukamilisha barabara kwenda Kimilili. Hii ilikuwa jambo moja muhimu ya watu wa Kapsokwony. Ya pili muhimu, wakati ya constitutional review next year, Your Excellency, hii Mount Elgon ni kubwa sana. Hata mimi kama kiongozi kufuta kutoka kule Chebombai Chebwek mpaka Chebombai Koboyo huwa nachoka. So Your Excellency, au wananchi wanakuomba kwa roho mkunjufu, kwa unyenyekevu, utuona kwa roho ya huruma, na utupatie tuwe na constituencies 2. Maendeleo itakuwa haraka na mama mengi itatendeka. Na ya mwisho, kwa Speaker of Kapsokwony, kando bonden biu President kumuchukore nienyo ogoma kesopcho amajongwa biik of Kapsokwony ogoma kesopcho mugenya muchogoroni kokebotyo kuche Yesu kunyo ngonyo nyubo somogi kunyo kotweche ngadek yobo county ndenei kokasi akokas kikokmwa muchogoreti president yenyo kakas akokumwoki motoror kupsirout
Mumenipata? Mambo mingi, ngoja tujipange kwa miguu yake. Moge Sopcho. Your Excellency, ningependa tu kutambua other professionals. Umetambua PS. Barabara ametangaza imeisha. Tuko na other professionals hapa. Iko Bwana Shikuku, yuko hapa. Alafu yuko professor. Huyu ni professor peke yake ina public university mwenye ako deputy vice chancellor. Mima Saimara. So nasema asante. Governor atatambua MCS. Alafu tuko utatambua Mheshimiwa Bokoze. Nganeka KMTC. Ngoja niwaeleze. Kwa sababu rais wetu anaelewa. KMTC county ilituanzishia. Imefika mahali. Lakini katika Kenya iko counties, iko KMTC 21 wanataka ku hiyo operational kwanza. Kunya gebita phase 2 hata kwa CDF pesa inaingia kwa KMTC. So tusileta mambo mingi mio. Mambo mingi sisi tunamaliza. Kwa kazi? Haya wangapi chumuege na Arab Ruto botego rani kupchunio kutoro raundi. Asanteni sana. Haya. Ojamune. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Naibu wa Rais, Spika wetu, Prime Cabinet Secretary, wabunge, viongozi wenzangu, Jamune. Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru kwamba kila wakati unatembea kaunti ya Bungoma hujasahau upande huu wa mlima Elgon. Na hawa watu walitupigia kura mtu kwa mtu. Wewe, mimi, senator na viongozi wengine wote. Hapa wakati huu tuko na George Kwemoi ambaye ni MCA wetu wa hapa. Tuko na Francis Chemion ambaye ni wa Kaptama Ward. Tuko na Joan Kurong ambaye ni wa Kapkatenyi Ward. Tuko na Honorable Kengere Chebyuk Ward mahali tumetoka. Tuko na Sero Chesikaki na Honorable Cheseto kutoka Cheptais. Andrew Kipke MCA Kinyoro kutoka upande wa Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, kama kuna jambo umesema watu watalala leo, ni hii barabara ya kutoka hapa kwenda Kimilili kuwekwa lami. Walikuwa wamenituma, unajua wanafikiria naongea na wewe kila siku kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa hivyo hiyo tunashukuru sana sana sana. Na mengine ile ambayo wamekuomba. Mimi wakati nimechukua uongozi, deputy wangu anatoka hapa. Na aongee. Okay, dakika moja. Pick up Kapsokwony Jamune. Wajamage mizini. Kwa ibaitu. Your Excellency Mheshimiwa Ruto. Nasema kama mama kutoka mlima huu, karibu sana. Keje misin. Na nataka nikukumbushe jambo moja. Huyu Mungu anasikia maombi na anajibu. Ile kesi ilikuwa hek. Tulikuja tukaomba hapa primary, tukapika magoti, tukamlilia Mungu na kesi yako ikaisha. Kwa hivyo hii mlima ina maana sana. Nataka nikushukuru kwa sababu umetuambia yale maneno tulikuambia, umetujibu, tunasema asante. Yale ambaye hawa watu wangali wanangojea, umetuambia, lakini lazima tuseme kama viongozi, mambo ya majani chai. Sisi hawa watu wa mlima tumeanza kupanda chai. Na gavana wetu ameweka pesa ya kununua shamba na ya kununua miche. Kwa hivyo kama wewe kama baba yetu utatutafutia hiyo factory ijengwe mara moja, hii watu mambo yao itakuwa imeisha. Jambo lingine mheshimiwa, hii hospitali yetu ni sub county hospital. Lakini ukiangalia status yake si mzuri. Tunaomba ututafutie kitu huko juu, tutengeneze na tu-upgrade hospitali. Asante sana, tunakupenda, na ile nilikuambia huko watu wetu wamesema tutakuja. Basi. Simama anatosha. Basi kwa sababu akiongea ni serikali ya kaunti ya Bungoma imeongea.
Mambo ya majani chai alituma waziri na tukatembea na najua atatekeleza. Kwa hivyo mimi tu ni kusema kongoi kabisa kwa kuja kwa wingi kukaribisha rais wetu. Kwa sababu ya muda hatutapea yule wa Trans Nzoia aweze kuzungumza, pengine rais pengine akikubali ainue tu mkono, salimia dakika moja tafadhali. Big up Kapsokwony, Chamagei. Your Excellency, President, tunashukuru sana kwa kukuja Kapkugo. Sisi na watu wa Trans Nzoia ni jamii moja. Sisi wote ni watu wa the same communities in both counties. Tunashukuru sana. Mimi nataka tu kukuomba ukuje ututembelee pia uko Trans Nzoia. Tunashukuru sana. Thank you very much. Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Unajua rais anajua hata jina nyinyi hamjui. Unajua rais wetu uzuri wake anajua Bungoma hii kuliko hata sisi wenye tunakaa hapa, kwa sababu amesunguka huku sana. Mambo ya mbolea vile amesema, tutahakikisha kwamba ikikuja mimi nitafikisha paka nyumbani, kila mtu aweze kupata mbolea. Na sisi pia tuko na program ya kupatia subsidized fertilizer, ile tunapeana bure, mwaka ujao tutapeana. Na ile imekuja, umeona vile mahindi imekuwa, kwa hivyo tunakushukuru sana. Mambo ya maji vile imezungumzwa, tutahakikisha kwamba ile damu ulisema itawekwa kubwa, itawekwa huku ili watu wa chini wakikunywa maji, watu wa huku juu pia wanakunywa maji. Mambo ya street lights tumetengeneza. Kwa hivyo tuko katika program ya kupeleka kaunti yetu mbele. Mengine umesikia. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Mheshimiwa Musalia na Papa wa Roma, na waajiri wangu wa Disemba mwaka uliopita, hamjambo. Mimi kwanza ni kuambia asante kwa sababu mlinipa kibali kuwa seneta wa kaunti ya Bungoma. Jambo la pili, lisilowezekana na binadamu kwa Mungu linawezekana. Nimekuja kuambia asante. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Mount Elgon, nilipoomba kura niliwaambia the people of Mount Elgon are not children of a lesser God. Mungu wa watu wa Mount Elgon ndio Mungu wa watu wa Bumula. Kweli si kweli? Mheshimiwa, huko nyuma kumekuwa na shida ya insecurity hapa. Watu wamekuwa wakipigwa marisasi hapa, tukipeana ilani maafisa fulani wafurushwe walete wale wa kufanyia watu kazi. Kweli si kweli? Na sisi tunakubaliana kama viongozi. Mimi siwezi ona mtu akimwaga damu nikanyamaza. Lazima nitetee Msabot, Mteso, Mbukusu na Mbatura kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Kweli si kweli? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, watu wamekuwa wanakata miti hapa na hao watu wa area hii wanakula kwa macho. Wanaomba Mheshimiwa, siku za kula kwa macho zikwishe, hao pia wakae kwa meza wakule kama watu wengine. Kweli si kweli? Mheshimiwa Rais, wanaomba zile nafasi za jeshi, za walimu na kila kitu, hawa watu wa Mount Elgon pia wawekwe ndani. Tunaweza hatuwezi? Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, walinipigia kura kuleta pesa Bungoma. Mwezi uliopita serikali yako imewachilia milioni 888. Mwezi huu inaleta milioni 696. Sio ni pesa? Mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Governor. Mimi naleta pesa, yeye anafanya kazi. Na tumekubaliana mtu akiiba pesa ya watu wa Bungoma, nitaonana na yeye mundu. Kwa hayo mengi na Mungu awabariki sana. Hapa tuko na ndugu yetu John Waluke. Hapa tuko na JB huyu mrembo wenu. Hapa tuko na Adam Chemayek. Alisimama kura lakini haikutosha. Si ndio? Ndio unaona Kapondi anamtetea ikatwe ndio pengine apate kitu. Si ndio? Na hiyo kazi nitashughulikia. Unaona? Na hawa wadosi wengine wote kwa sababu ya masaa tuko na shughuli nyingine mingi. Haya, wewe sema moja. Daktari William Samoei Ruto kwa niaba ya watu ya Mount Elgon
na unajua hii Mount Elgon inaenda mpaka kule Entebbe, si ndio? Mimi nataka kukushukuru, na sisi tunasimama na wewe kwa sababu wewe ni damu yetu, si ndio? Sisi tunasimama na wewe katika vyovyote vile, na tunataka kushukuru pia Rigiji kwa sababu wakati kila mtu alikuwa na kuhama, yeye alisimama na wewe. Kwa hivyo sisi ikifika wakati tutarudisha mkono. Amngalek chokaje ngalal jobo county akangepa mot. Magage mwa kunjinyo njinga tiaje la taune Entebbe akaijep kube. Maunyoto, Mungu awabariki, asanteni sana. Bas, watu wa Kapsokwony, Bwana Yesu asifiwe. Rais amefika hajafika. Sasa amesema barabara hii itawekwa lami. Na sisi ni watu ya kujipanga. Uko mbele si maneno yuko sawa. Si mimi ndio bishop. Hiyo kazi naweza ama siwezi? Nitasukuma hiyo kazi. Dusaga akienda nyumbani. Haya, nione wale wakisema hiyo kazi mimi naweza. Mungu awabariki sana. Anyway, so watu wa hapa Kapsokwony tumekubaliana jameni. So mimi nawapenda sana. Amwa ya legongoi missing amuga otaja jingorani kimakwa kita tukul na mie ngalekchu na lakchu mbraga ko sinyiga ngalalwe tutage engtabanyo monge na kwego ngalale siko bangan naweza kufanya hapa nyumbani. Mnanielewa? Ndio sababu nilisimama hapa nikawaambia mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Tutashughulika kama serikali, tumsaidie mkulima, atusaidie kuzalisha chakula zaidi, ndio tuondoe shida ya njaa taifa letu la Kenya. Mimi nasimama mbele yenu nikifurahi kwamba leo nimetembea hii Mount Elgon na nimeona nyinyi mmefanya bidii. Tuko na chakula ya ajabu kule shambani. Mumelima mahindi, mumelima viazi, mumelima mboga, mumelima vitunguu. Nyinyi ni watu wa ajabu. Mungu awabariki jameni, watu wa Mount Elgon hii. Tunaelewana? Na mulisikia mwito wetu wakati tuliwaambia njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula. Ile mbolea nilisimama hapa nikawaambia tutapunguza. Ile mulikuwa mnanunua 7,000, sasa nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 2,500. Na hamutaenda kutafuta mbali. Hapa Kapsokwony tunaweka mbolea yenu kwa store yenu hapa. Kule Cheptais tutawawekea yao. Hapo Kopsiro tutawawekea yao. Kimilili tutawawekea yao. Kule Chwele tutawawekea yao. Kila kona. Na huyu gavana wetu Lusaka tumekubaliana na yeye. Nikifikisha hapa fertilizer, yeye anasukuma inafika kwa wakulima. Tunakubaliana jameni? Na nyinyi mko na bidii ajabu. Nyinyi ni watu wa Mungu bwana. Nyinyi ni watu mbele sana. Mko chonjo. Sio kama tunaelewana? Kwanza wale watu wa kubeba masufuria na maandamano mumewaweka aibu. Kwa sababu mumewaonyesha ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula sio kubeba sufuria kwa kichwa na maandamano, ni kwenda shambani na kulima na kuleta chakula. Ni kweli ama si kweli? Sasa nikuulize wewe mtu ya Kapsokwony, hata kama wewe ni mganga kiasi gani ama wewe ni hodari kiasi gani, hata ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Watu ni bure sana. Ndio. So maneno hiyo. So mimi nawashukuru sana kwa sababu ya kuwa wakulima hapa Trans Nzoia, hapa Bungoma. Nyinyi mumeongoza Kenya kwa matumizi ya fertilizer na kuzalisha chakula yetu twende mbele. Ya tatu, tulikubaliana vile vile ya kwamba tutapanga ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Tulikubaliana ya kwamba tuko na vijana wengi hawana ajira. Na kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya tuko na mpango maalum
ya kuzalisha ajira ya hawa vijana, na tuko na mambo manne ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Number 1 ni mambo ya affordable housing. Mimi niliwaambia tutakuwa na ushuru maalum ya housing levy ambayo itatusaidia tujenge nyumba 1,200 Kenya kila mwaka na kuzalisha ajira 1,000,000 ya vijana hawa wa Kenya. Mimi nitarudi hapa Bungoma, tunafanya mambo ya kumalizia program yetu ya affordable housing. Nataka tujenge nyumba Bungoma 20,000 ya kwanza. Hiyo nyumba 20,000 tunahitaji vijana 30,000 ama 40,000 watakaofanya kazi kwa affordable housing. Vijana wa hapa, watu wa Mount Elgon, mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari kwa hiyo kazi? Mnanielewa? Hiyo ndio program yetu number 1. Program number 2, tumekubaliana pia na mjumbe wenu na MCAs. Kila ward, sikizeni vijana, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaleta kompyuta 200-300. Mahali tutaweka mtandao kamili. Na tumepanga ajira na Wamarekani na Wajerumani na wale wengine. Ile kazi mtafanya kwa mtandao mkiwa hapa Mount Elgon, lakini mnafanya kampuni iko Marekani, iko Ujerumani, ili nyinyi mpate ajira, muweke pesa kwa mfuko, ndio mtusaidie kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nauliza vijana wa hapa Kapsokwony, nyinyi mko tayari kwa digital jobs? Mko tayari kwa ajira? Mnanielewa? Akasa umwaye oleno meje county. Lakini county ni sawa. Lakini sikizeni, sio county ndio ya muhimu zaidi. Ya muhimu zaidi ni ajira ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa? Lazima tuwe na mpango ya vijana hawa kuwa na ajira. Okase? Kid na baka manut ko sir ngalek chun alak tugul chun kararan county lakini matinye ngal county. Lakini korok ko lazima gebangana ajira nebo mreju. Nyinyi mnanielewa? Jambo la 3, leo mimi naenda kuanzisha County Aggregation and Industrial Park ya Bungoma County. Kwa sababu tunataka pale tuwe na storage, tuwe na cold rooms, tuwe na program ya common user facility ya agro-processing, ya value addition, ya manufacturing. Ndio kazi ya hawa vijana ipatikane na mazao yenu yote tuweze kukusanya, tufanyie value addition, pesa ifike kwa mkulima, kazi ipatikane kwa vijana, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Ndio tunaenda kujenga hiyo, tunaenda kuanzisha ujenzi. County government yenu ikiongozwa na Lusaka imeweka milioni 250. Mimi nimewawekea milioni 250. Tujenge County Aggregation and Industrial Park ya shilingi milioni 500. Ili tuhakikisha kwamba mazao ya wakulima isipotee, na pia tusimamishe wakora na matapeli na brokers ambao wanaharibu biashara yenu ya kilimo. Muwe na soko ya sawasawa ambayo mtu hawezi kuwatapeli. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba tutaweka market infrastructure. Tunajenga soko zingine mpya 10 hapa Bungoma County. Soko ya Cheptais tumeweka kwa mpango. Soko ya Kopsiro tumeweka kwa mpango. Soko yenu hapa tutapanua. Soko tutaweka hapa Kiminini. Soko tunaweka Chwele. Soko tunahakikisha kwamba tunajenga hata kule Malakisi. Soko 10 mpya tunajenga hapa, ndio wakulima wetu wa county hii wapate infrastructure ya kupeleka mazao yao, ndio ipatikane bei ya sawasawa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi mumetulimia mahindi nyingi. Si ni kweli? Mimi nataka niwahakikishie serikali itasimama kidete. Leo tumetoa shilingi bilioni 2 ya kununua dryers. Ile itawasaidia kukausha mahindi yenu na kukausha mazao yenu. Na tutazileta hapa dryers ambazo ni mobile. Ili badala ya nyinyi kwenda kuanika mahindi yenu barabarani, sasa tutawapatia dryer itasimama hapa. 1 hour imekuwa tayari, wewe unashika mambo yako unasonga mbele. Nyinyi mnanielewa? Okase? Mnanielewa? Vile vile mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia tutajenga hii barabara. Si namna hiyo? Hii barabara sasa tumejenga, imepita Kopsiro, Cheptais mpaka Chepkube. Lakini soko ya Magendo tulifunga. Ama
Yaani ile Chepkube bado iko ya soko ya magendo. Sisi ilifungwa. So ile kazi tunataka mfanye sasa. Hapa Mount Elgon kahawa mnapanda. Chai mnapanda. Sijui kama tunaelewana. Hiyo biashara tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Nilituma waziri hapa angalie ndio tuhakikisha kwamba dunia hiyo inasonga mbele. Vile vile mimi nataka mnisikize kwa makini kwa sababu tunataka kutembea kwa pamoja. Tunaelewana? Kenya hii hatuwezi kujenga kwa fujo ama vita ama maandamano ama kuharibu mali ama kuharibu barabara. Barabara hii tumejenga na mimi nataka niwatangazie sasa hii ya kutoka hapa mpaka Kiminini hapa chini. Hii barabara pia tutaikamilisha. Hii barabara pia nimemwambia Murkomen atakuja hapa in the next 2 months. Nataka hii barabara ianzishwe na ikamilishwe ndio nyinyi muweze kufanya biashara dunia hiyo yote. Si nyinyi mko na masoko huko? Ama tunaelewana? Na tuunganishe pia barabara ya kutoka hapa mpaka Trans Nzoia. Ndio dunia hii ikae dunia ya sawa sawa. Tumekubaliana? Tunataka tushirikiane namna hiyo, tufanye kazi namna hiyo, vijana hawa tuwapangie ajira, kilimo tupange vizuri, masomo ya watoto wetu tupange vizuri na tuwe na nchi yenye amani. Tumeambia wale ndugu zetu wa upinzani, sisi hatuna matatizo na watu wa upinzani, wanafanya kazi na majukumu ya kikatiba. Lakini ile hatuwezi kukubali ni maandamano ya fujo, ya kuharibu mali ya wananchi, ya kuharibu biashara ya wananchi, ya kuchoma mali ya umma, kuchoma barabara. Hiyo maneno tumekataa. Hiyo ni kinyume ya katiba, ni kinyume ya sheria, ni kinyume ya demokrasia na ni kinyume ya uzalendo kama wananchi wa taifa letu la Kenya. We want a patriotic citizenry. Those of us in government must be patriotic to our nation. We must look after the resources of Kenya. Those in the opposition must equally be patriotic. They cannot participate in the sabotage of the economy of Kenya. They cannot participate in destruction of property and destruction of business and causing mayhem and chaos. That is not responsible opposition. That is opposition that sabotages the economy of Kenya, and it is unconstitutional, it is against the rule of law, it is undemocratic, and it is also unpatriotic. Sijui kama tunaelewana jameni. Watu wa hapa Mount Elgon kage kwa shine? Kwa shine? Omagena ngaliane? Omoje ngaliane? Omoje county? Angini Okaso. Ongen ulo kichoptoi kai county. Ananong walali kityopo cha maonai. So bole. Monam jibarak missing. Wewe namna gani? You know, agaso. Ongen ole kale Bible kale usome amonyoru amoya same ngong usome ma usom gumi usome ngore. Sasa hii konyo boljo hii akwanene ba serikali ti umokta yano manene ba serikali ti konyo birjo kelele na bana engyu okazo ba unoda kagas obwati ole itikyo jeni manena yo aso yes amaje utebine ngom agogilge. Mimi nataka watu wa kufanya bidii. Tunaelewana? Na tuunganishe Kenya na muunganishe kaunti yenu ya Bungoma iwe ni kaunti yenye iko na msimamo mmoja. Tutembee pamoja. Tumesema siasa ya ukabila hatutaki. Tumesema siasa ya kugawana hatutaki. Siasa ya fujo, siasa ya kitendawili na mambo ya upuzi sisi hapana nataka kwa hii taifa letu la Kenya. Ama namna gani Mount Elgon? Tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja? Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Haya. Si mnajua mimi niko na deputy. Anaitwa nani? Rigiji. Ako area ndio huyu hapa. Wacha wasalimie. Watu ya mlima. Hapa ni kwa mlima Elgon.
Si mnajua hata mimi ni mtu ya mlima. Ile mlima ingine ya Kenya. Si nilimwambia hiyo milima hii iwili ikishikana maneno imeisha. Huyu ni rais wetu ama si yeye? Mimi naona kama si yeye. Naona kama si yeye. Ako wapi? Ndio huyu. Huyu alikuwa anachunga kuku. Ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunataka tuseme asante watu ya mlima. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nataka niseme asante kwa nyinyi. Unajua mlipomsaidia rais nilisaidika hapo. Na si mnajua nilikuwa kwa shida mingi. Si wale watu walikuwa wanataka kunifunga. Saa ile mlipigia huyu rais akapata na mimi nikapona. Nataka niseme asante. Na mimi nikiwa hapa tunataka tuseme tumepita juu, tumeona vile mumelima mahindi. Nyinyi ni wakulima hodari, nataka tuseme asante. Na hivi karibuni tumeanza kuandikisha tena wale wakulima ambaye hawakuandikishwa ndio waweze kupata mbolea ya 2,500 muongeze mazao. Hapo hapo tutakuwa tukiandikisha wale akina mama na wazee zaidi ya miaka 70 waweze kupata marupurupu yao. Si hiyo tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tunaheshimu nyinyi sana. Na huyu rais wetu si anajaribu? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Si mlisikia ile mzee alikuwa anajaribu kuingilia yeye? Si alikuwa ameleta maandamano? Tumekwamisha yeye. Mumemsikia tena? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Tuko pale, rais anaendelea mambo ya uchumi, sisi ndio tunaangalia. Tukiona hiyo mzee karibu na jaribu kukaribia Ikuru, tumeweka mtego kila pahali kwa ukuta, hakuna pahali anaweza pitia. Na akijaribu tuta deal na yeye. Tumekubaliana? Sasa nyinyi watu ya mlima, unajua mimi nimezoea kulala kwa mlima. Sasa nimelala hapa Kakamega sipati usingizi. Kwa sababu nilizoea kulala karibu na mlima. Mtanitafutia shamba hapa nikuja nijenge hapa? Mtanitafutia? Kabisa. Haya, chama yenu ni gani? Gani? Ile ya Wirubaru. Ile kiongozi yake ni William Ruto. Ndio chama yenu. Hapo ndio mumesimama. Harambee. Harambee. Wacha nione watu ya UDA, watu ya UDA, watu ya UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuko hapa na Hari Kimutai ambaye ni PS wetu, mpigeni makofi kutoka Mount Elgon. Tuko hapa na dada yetu Jebe. Monge Jebe dini? Alitafuta kiti lakini nyinyi mlimzamisha, lakini nitampanga hapo mbele. Ndio? Nitampanga hapo mbele. Haya, niko pale na Masudi, pia ni kijana wa area hii. Niko na Jemotei, pia ni kijana wa area hii. Niko na Mogosu hapo. Niko na deputy governor wetu jameni. Pasta huyo. Na niko na deputy governor wetu wa kutoka Tanzania. Ngeni makofi. Haya, madividi. Haya. Mount Elgon hoye. Mount Elgon hoye. Ebu peperusha nione kama mmefika kwa wingi. Asante sana. Wakati ule mwingine tulikuja hapa, wakati huo rais wetu alikuwa akiwa deputy president na akifanya campaign. Si namna hiyo? Lakini leo amerudi kama nani? Amerudi kama nani? Haya, sisi tuko na yeye bega kwa bega, tunataka tushikane na yeye. Amesema kwamba mambo ya kukaa kwa ofisi Nairobi atapunguza. Siku 3 peke yake kule Nairobi, alafu aende nje. Lakini wiki hii siku 5 nzima serikali yake imekuja mkoa wa Magharibi, anafanya kazi kutoka hapa. Sio ni mambo mazuri? Twanga makofi bwana. Yeye ataendesha mambo ya kiserikali ya kitaifa akiwa hapa. Na nyinyi watu wa Mount Elgon mlisimama imara, mlipiga kura ile ya bumper to bumper. Bumper to bumper. Hakuna ile ilienda nje, si namna hiyo. Tunawashukuru sana kwa kusimama imara, na mimi na imani tukishirikiana hivyo tutaenda mbele. Na mimi nazidi kusema, tukiwa hapa mtusaidie kwa kitu kimoja. Muwe number 1 kwa kuchunga mazingira yetu.
climate change, yeye ndio champion wa Afrika. Na sisi tunataka mtusaidie kabisa ili misitu yetu iwe sawa. Asanteni sana. Sasa mipase sauti kwa Papa wa Roma. Asante. Wapi nduru ya spika wetu jameni? Ndugu wa Kapsokwony, mjambo? Chamagei, Wamune, Mulembe. Tuko hapa na rais wetu. Wakati tulikuwa tuna kampeni tulisimama hapa mara pili. Tukakuwa pale Kaptama, kule Cheptais na Bungoma mzima. Na ndugu zangu, for the first time Bungoma tulipiga kura moja. Mulima na kule chini tuliangusha kura kwa kikapo moja. Na alikuwa ni ya nani? William Samoei Ruto. Si yeye ndiye rais yetu sasa? Na yeye amekuwa kama ule mtu mzuri wa Biblia. Yesu aliponya watu 10, ni mmoja tu alirudi kusema nini? Asante. Na amerudi kusema asante. Amerudi kuleta maendeleo. Muchi changa kimilili kwa biashara. Sasa mmesikia hii barabara kuteremuka mpaka kwa soko itamalizika. Lami kiweka kutoka hapa kwenda Kimilili ni dakika 5. Kwenda Chwele ni dakika 20. Kwenda kule na Mwela barabara ni lami. Kwenda Kamukuywa ni lami. Ametupangia hii ya kupitia hapa Machewa mpaka Kitale. Pia hiyo itakuwa ni lami. Sio ni maendeleo? Jambo ambayo tutashughulika zaidi ni mambo ya maji hapa Mount Elgon. Kwa sababu mito yote inateremuka. Kuna mpango tuweke damu kubwa huku Mount Elgon. Ili maji ikitoka hapa iteremuke mpaka kule Cheptais, ikuje huku mpaka kule Kaptama. Pia tukunywe maji ya tap. La mwisho, ndugu zangu, ni kuwaomba tu unga serikali mkono. Tulisimama hapa tukasema mbolea itateremuka. Si imeteremuka? Sasa serikali ya Bwana Ruto, William rais wetu, inapanga mambo ya masoko. Mahindi yetu isichukulie kiholela kwa korokoro shilingi 50. Pia mkulima apate haki ya jasho yake. Na hivyo ndivyo itakuwa. Asante sana. Kongoi mising murio muno. Niko hapa na mbunge wetu Bwana Kabundi awasalimie. Frederick. Rais wetu mpendwa, Naibu wa Rais Kiji, Prime Cabinet Secretary, Speaker na viongozi wote, hamjambo. Rais, mwenye umejionea watu wa Mount Elgon, watu wa Kapsokwony wanakupenda sana. Na nimekuambia tukikuja pamoja, hao watu hawana mambo mengi. Ni mambo matatu peke yake. Hiyo ingine ni bonus ya primary ya Kapsokwony na Kapsokwony High School, tunasema asante. Kwa hii barabara mpaka Chepkube tunasema asante. Na tunasema pia asante kwa sababu tayari umekubali Murkomen atakuja kukamilisha barabara kwenda Kimilili. Hii ilikuwa jambo moja muhimu ya watu wa Kapsokwony. Ya pili muhimu, wakati ya constitutional review next year, Your Excellency, hii Mount Elgon ni kubwa sana. Hata mimi kama kiongozi kufuta kutoka kule Chebombai Chebwek mpaka Chebombai Koboyo huwa nachoka. So Your Excellency, au wananchi wanakuomba kwa roho mkunjufu, kwa unyenyekevu, utuona kwa roho ya huruma, na utupatie tu na constituencies 2. Maendeleo itakuwa haraka na mama mengi itatendeka. Na ya mwisho,
Kokas biikab Kapsokwony. Kano bonden biu. President kumuche korenienyo. Ako makesopcho. Amache amwa biikab Kapsokwony. Ako makesopcho. Mukenyakab muchokoroni. Kakebotyo kuche Yesu. Kunyo ngonyo nyubo somogi. Kunyo kotweche. Ngadek yoba county. Ndenei. Kokasi. Akokas kikakmwa muchokoreti. President nienyo. Kakas. Akakumwoki motoror kupsirout. Momenipata. Mambo mingi ngoja tujipange kwa miguu yake. Mokesopcho. Your Excellency, ningependa tu kutambua other professionals. Umetambua PS. Barabara ametangaza imeisha. Tuko na other professionals hapa. Iko Bwana Shikuku, yuko hapa. Alafu yuko professor. Huyu ni professor peke yake ina public university mwenye ako deputy vice chancellor. Mimi Masai Mara. So nasema asante. Governor atatambua MCS. Alafu tuko utatambua Mheshimiwa Bokoze. Nganeka KMTC. Ngoja niwaeleze. Kwa sababu rais wetu anaelewa. KMTC county ilituanzishia. Imefika mahali. Lakini katika Kenya iko counties, iko KMTC 21 wanataka ku hiyo operational kwanza. Kunyagembita phase 2 hata kwa CDF pesa inaingia kwa KMTC. So tusileta mambo mingi mbio. Mambo mingi sisi tunamaliza. Kwa kazi? Haya wangapi chumwege na Arab Ruto potego ra kupchunyo kutorora unye. Asanteni sana. Haya. Ojamune. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Naibu wa Rais, Spika wetu, Prime Cabinet Secretary, wabunge, viongozi wenzangu, njamune. Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru kwamba kila wakati unatembea kaunti ya Bungoma hujasahau upande huu wa mlima Elgon. Na hawa watu walitupigia kura mtu kwa mtu. Wewe, mimi, senator na viongozi wengine wote. Hapa wakati huu tuko na George Kwemoi ambaye ni MCA wetu wa hapa. Tuko na Francis Chemion ambaye ni wa Kaptama Ward. Tuko na Joan Kurong ambaye ni wa Kapkatenyi Ward. Tuko na Honorable Kengere Chebyuk Ward mahali tumetoka. Tuko na Sero Chesikaki na Honorable Cheseto kutoka Cheptais. Andrew Kipke MCA Kinyoro kutoka upande wa Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, kama kuna jambo umesema watu watalala leo, ni hii barabara ya kutoka hapa kwenda Kimilili kuwekwa lami. Walikuwa wamenituma, unajua wanafikiria naongea na wewe kila siku kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa hivyo hiyo tunashukuru sana sana sana. Na mengine ile ambayo wamekuomba. Mimi wakati nimechukua uongozi, deputy wangu anatoka hapa. Na aongee. Okay, dakika moja. Pick up Kapsokwony jamune. Wajamage mizini. Kwa ibaitu. Your Excellency Mheshimiwa Ruto. Nasema kama mama kutoka mlima huu, karibu sana. Keje misin. Na nataka nikukumbushe jambo moja. Huyu Mungu anasikia maombi na anajibu. Ile kesi ilikuwa hek. Tulikuja tukaomba hapa primary, tukapika magoti, tukamlilia Mungu na kesi yako ikaisha. Kwa hivyo hii mlima ina maana sana. Nataka nikushukuru kwa sababu umetuambia yale maneno tulikuambia, umetujibu, tunasema asante. Yale ambaye hawa watu wangali wanangojea,
umetuambia, lakini lazima tuseme kama viongozi, mambo ya majani chai. Sisi hawa watu wa milima tumeanza kupanda chai, na gavana wetu ameweka pesa ya kununua shamba na ya kununua miche. Kwa hivyo kama wewe kama baba yetu utatutafutia hiyo factory ijengwe mara moja, hii watu mambo yao itakuwa imeisha. Jambo lingine mheshimiwa, hii hospitali yetu ni sub county hospital, lakini ukiangalia status yake si mzuri. Tunaomba ututafutie kitu huko juu, tutengeneze na tu-upgrade hiyo hospitali. Asante sana, tunakupenda, na ile nilikuambia huko watu wetu wamesema tutakuja. Basi simama, anatosha basi, kwa sababu akiongea ni serikali ya kaunti ya Bungoma imeongea. Mambo ya majani chai alituma waziri na tukatembea, na najua atatekeleza. Kwa hivyo mimi tu ni kusema kongoi kabisa kwa kuja kwa wingi kukaribisha rais wetu. Kwa sababu ya muda hatutapea yule wa Trans Nzoia aweze kuzungumza, pengine rais pengine akikubali ainue tu mkono, salimia dakika moja tafadhali. Big up Kapsokwony, Chamagei. Your Excellency, President, tunashukuru sana kwa kukuja Kapkugo. Sisi na watu wa Trans Nzoia ni jamii moja. Sisi wote ni watu wa the same communities in both counties. Tunashukuru sana. Mimi nataka tu kukuomba ukuje ututembelee pia uko Trans Nzoia. Tunashukuru sana. Thank you very much. Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Unajua rais anajua hata jina nyinyi hamjui. Unajua rais wetu uzuri wake anajua Bungoma hii kuliko hata sisi wenye tunakaa hapa, kwa sababu amesunguka huku sana. Mambo ya mbolea vile amesema, tutahakikisha kwamba ikikuja mimi nitafikisha paka nyumbani, kila mtu aweze kupata mbolea. Na sisi pia tuko na program ya kupatia subsidized fertilizer, ile tunapeana bure, mwaka ujao tutapeana. Na ile imekuja, umeona vile mahindi imekuwa, kwa hivyo tunakushukuru sana. Mambo ya maji vile imezungumzwa, tutahakikisha kwamba ile damu ulisema itawekwa kubwa, itawekwa huku ili watu wa chini wakikunywa maji, watu wa huku juu pia wanakunywa maji. Mambo ya street lights tumetengeneza. Kwa hivyo tuko katika program ya kupeleka kaunti yetu mbele. Mengine umesikia. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Mheshimiwa Musalia na Papa wa Roma, na waajiri wangu wa Disemba mwaka uliopita, hamjambo. Mimi kwanza ni kuambia asante kwa sababu mlinipa kibali kuwa seneta wa kaunti ya Bungoma. Jambo la pili, lisilowezekana na binadamu kwa Mungu linawezekana. Nimekuja kuambia asante. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Mount Elgon, nilipoomba kura niliwaambia the people of Mount Elgon are not children of a lesser God. Mungu wa watu wa Mount Elgon ndio Mungu wa watu wa Bumula. Kweli si kweli? Mheshimiwa, huko nyuma kumekuwa na shida insecurity hapa. Watu wamekuwa wakipigwa marisasi hapa, tukipeana ilani maafisa fulani wafurushwe walete wale wa kufanyia watu kazi. Kweli si kweli? Na sisi tunakubaliana kama viongozi. Mimi siwezi ona mtu akimwaga damu nikanyamaza. Lazima nitetee Msabot, Mteso, Mbukusu na Mbatura kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Kweli si kweli? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, watu wamekuwa wanakata miti hapa na hao watu wa area hii wanakula kwa macho. Wanaomba Mheshimiwa, siku za kula kwa macho zikwishe, hao pia wakae kwa meza wakule kama watu wengine. Kweli si kweli? Mheshimiwa Rais, wanaomba zile nafasi za jeshi, za walimu na kila kitu, hawa watu wa Mount Elgon pia wawekwe ndani. Tunaweza hatuwezi? Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, walinipigia kura kuleta pesa Bungoma. Mwezi uliopita serikali yako imewachilia milioni 888. Mwezi huu inaleta milioni 696. Sio ni pesa? Mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Governor. Mimi naleta pesa, yeye anafanya kazi. Na tumekubaliana mtu akiiba pesa ya watu wa Bungoma, nitaonana na yeye mundu. Kwa hayo mengi, na Mungu awabariki sana.
tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Kokose. Hapa tuko na ndugu yetu John Waluke. Hapa tuko na JB huyu mrembo wenu. Hapa tuko na Adam Chemayek alisimama kura lakini haikutosha. Si ndio? Ndio unaona Kapondi anamtetea ikatwe ndio pengine apate kitu. Si ndio? Na hiyo kazi nitashughulikia. Unaona? Na hawa wadosi wengine wote kwa sababu ya masaa tuko na shughuli nyingine mingi. Haya wewe sema moja. Daktari William Samoei Ruto kwa niaba ya watu ya Mount Elgon, na unajua hii Mount Elgon inaenda mpaka kule Entebbe, si ndio? Mimi nataka kukushukuru, na sisi tunasimama na wewe kwa sababu wewe ni damu yetu, si ndio? Sisi tunasimama na wewe katika vyovyote vile, na tunataka kushukuru pia Rigiji kwa sababu wakati kila mtu alikuwa na kuhama, yeye alisimama na wewe. Kwa hivyo sisi ikifika wakati tutarudisha mkono. Amngalek chokaje ngalal jobo county akangepa mot. Magage mwa kunjinyo njinga tiaje la taune Entebbe akaijep kube. Maunyoto Mungu awabariki, asanteni sana. Bas, watu wa Kapsokwony, Bwana Yesu asifiwe. Rais amefika hajafika. Sasa amesema barabara hii itawekwa lami. Na sisi ni watu ya kujipanga. Huko mbele si maneno yuko sawa. Si mimi ndio bishop. Hiyo kazi naweza ama siwezi? Nitasukuma hiyo kazi. Dusaka akienda nyumbani. Haya nione wale wakisema hiyo kazi mimi naweza. Mungu awabariki sana. Anyway, so watu wa hapa Kapsokwony tumekubaliana jameni. So mimi nawapenda sana. Amwa ya legongoi missing amuga otaja jingorani kimakwa kita katukul na mie ngalekchu na lakchu mbraga ko sinyiga ngalal betu tage engtabanyo monge na kwego ngalale siko bangan naweza kufanya hapa nyumbani. Mnanielewa? Ndio sababu nilisimama hapa nikawaambia mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Tutashughulika kama serikali, tumsaidie mkulima, atusaidie kuzalisha chakula zaidi, ndio tuondoe shida ya njaa taifa letu la Kenya. Mimi nasimama mbele yenu nikifurahi kwamba leo nimetembea hii Mount Elgon na nimeona nyinyi mmefanya bidii. Tuko na chakula ya ajabu kule shambani. Mumelima mahindi, mumelima viazi, mumelima mboga, mumelima vitunguu. Nyinyi ni watu wa ajabu. Mungu awabariki jameni, watu wa Mount Elgon hii. Tunaelewana? Na mulisikia mwito wetu wakati tuliwaambia njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula. Ile mbolea nilisimama hapa nikawaambia tutapunguza. Ile mulikuwa mnanunua 7,000, sasa nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 2,500. Na hamutaenda kutafuta mbali. Hapa Kapsokwony tunaweka mbolea yenu kwa store yenu hapa. Kule Cheptais tutawawekea yao. Hapo Kopsiro tutawawekea yao. Kimilili tutawawekea yao. Kule Chwele tutawawekea yao. Kila kona. Na huyu gavana wetu Lusaka tumekubaliana na yeye. Nikifikisha hapa fertilizer, yeye anasukuma inafika kwa kulima. Tunakubaliana jameni? Na nyinyi mko na bidii ajabu. Nyinyi ni watu wa Mungu bwana. Nyinyi ni watu mbele sana. Mko chonjo. Sio kama tunaelewana? Kwanza wale watu wa kubeba masufuria na maandamano mumewaweka aibu. Kwa sababu mumewaonyesha ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula sio kubeba sufuria kwa kichwa na maandamano, ni kwenda shambani na kulima na kuleta chakula. Ni kweli ama si kweli? Sasa nikuulize wewe mtu ya Kapsokwony, hata kama wewe ni mganga kiasi gani ama wewe ni hodari kiasi gani, hata ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka? Sio ni ujinga?
ama ni ukumbavu ama ni yote mbili? Watu ni bure sana ndio. So maneno hiyo. So mimi nawashukuru sana kwa sababu ya kuwa wakulima hapa Trans Nzoia, hapa Bungoma. Nyinyi mumeongoza Kenya kwa matumizi ya fertilizer na kuzalisha chakula yetu.